Chadema, Chadema, People's power. Tanzania, Tanzania, People's power. Chadema, Chadema, People's power. Tanzania, Tanzania, People's power. Naomba nipate jina lako tafadhali. Mimi naitwa Nuru Maeda. Nuru Maeda. Nuru Maeda. Ndio. Ni kiongozi wa chama tawi la Mogadishu. Mwenyekiti wa tawi la Mogadishu. Ambalo lipo hapa liko Usariva juu ya polisi. Labda ungeweza kunielezea kwa kifupi tukio jinsi lilivyokuwa na ilikuwa muda gani? Ilikuwa ni mnamo saa 3 ya asubuhi ya leo. Nilikuwa na daftari la kudumu la wapiga kura. Baada ya kuwa na lile daftari, nilikuwa nimeenda nyumba moja ya rafiki yangu kwa mdogo wake, nikamwambia, mbona unaitwa Tabu na huku ndani mbona umeandikwa Ana Shauri? Basi nilipokuwa nikiongea na yule dada, akaniambia ni kweli mimi nimeandika stashahada yangu, nilikuwa nakudanganya, ninayo, nitapiga kura. Nikamwambia sawa, sijakuja kukuomba kura ya Chadema wala CCM, nilitaka tu kukuhakiki kwamba je, humo ndani ya daftari la kupiga kura? Akaniambia nimekuona, basi nashukuru. Nikamjibu nikamwambia basi naenda, nikipata wasaa nitakuja nikuone ili niweze kukuambia ni sehemu gani ya kupeleka kura yako ili isiharibike. Wakati natoka hivyo nikakutana na mwenyekiti wa kitongoji aitwa Gerard Kidelio. Akaniambia naona umebeba kabrasha kubwa lenye picha za wagombea. Nikamjibu nikamwambia sio picha za wagombea, bali hili daftari la kudumu la wapiga kura. Hata wewe picha yako ingalimo, kwa hiyo au nikuonyeshe? Akachukua akaanza akaangalia picha zilizomo mle ndani, kweli akajiona. Basi baadaye akaniambia, bwana, haiwezekani wewe na kabrasha la serikali. Hii nyaraka ya serikali. Hii ina maana kwamba wewe utaniambia umetoa wapi? Nikamwambia siwezi kukuambia, na wewe kama ni CCM, nenda CCM waulize na wewe wakuambie kwamba hili kabrasha unaloliita wewe na wao wanalo. Basi akanilazimisha niingie ofisini kwake, nikaingia. Kidogo akasema, bwana, itabidi mimi nipate uhakika wa hili jambo. Akachukua hatua, akumpigia afisa mtendaji wa kata. Afisa mtendaji wa kata nafikiri alimjibu kwamba nina haki ya kuwa nalo ili mradi nisivunje sheria. Basi akazima simu yake. Kidogo afisa mtendaji wa kata akapiga, akasema, hebu nipe huyo mtu niongee naye. Akaniambia, hebu chukua simu hii hapa, hebu ongea na huyo bwana. Nikaongea naye. Akaniambia, wewe unaitwa nani? Nikamwambia mimi naitwa Nuru Maeda. Wewe ni nani kwenye Chadema? Nikamwambia mimi ni mwenyekiti wa tawi ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, tawi hili la Mogadishu. Akaniambia, basi bwana, wewe una haki ya kutumia hiyo kwa sababu Chadema waliomba kuwa na nani hiyo ya daftari la wapiga kura. Wao waliomba, kwa hiyo nakala hiyo ni halali wewe kuitumia. Basi akakata simu. Nikamwambia umepata ujumbe kamili? Nimeupata. Umeupata kamili? Ndio. Nikatoka nikaenda sio mbali kutoka ofisini na kibanda cha mke wangu anachopikia chai. Nikaenda pale nikamwambia nimiminie chai. Wakati mke wangu ananyenyea thermos na mimina chai, akaja kijana aitwaye Ibrahim Idi. Ni kijana ambaye ni mkazi wa eneo lako? Ni mkazi wa eneo langu, ndio. Akaniambia, samahani baba Rashidi, akaniita kwa jina hilo. Mwenyekiti amesema nenda sasa hivi ofisini kwako. Nikaondoka, nikaenda ofisini kwake. Ukiwa na hilo daftari la kudumu? Nikiwa bado ninalo hilo daftari la kudumu nalo mkononi. Akaniambia, sasa hivi subiri, usiondoke kwanza. Unatakiwa afisa mtendaji wa kata anakuja sasa hivi kuonana na wewe. Sio mbali. Nikamwambia basi subiri, kwa sababu nimeshamiminia chai kwenye kikombe na kunywa, alafu akija ni bipu tu, kwa sababu namba zangu nazo nitakuja mara moja. Akasema usiende bwana, watakuja sasa hivi. Nikamwambia ngoja nikanywe chai. Basi nilipoondoka na kwenda kunywa chai, dakika 3 hazijaisha hata chai sijaweka mdomoni, wanaona gari moja ya CCM, ya pili inayofuatia ni gari ambayo ilikuwa na namba kama za serikali. Nikaona hii ya mwisho hii labda ni afisa mtendaji amekuja na watu wa serikali, waandishi wa habari, labda kunihoji, kuacha niende. Nilipofika pale, cha kwanza kabisa nikawa nimempigia simu na nikampigia simu John H. Nikamwambia bwana, nina daftari la wapiga kura hapa. Lakini cha kushangaza naona watu wameshanijia wengi hapa, wengine sijawajua, lakini ngoja niingie ofisini
alafu nijue wananiambia, wakasema usitishike wewe, hiyo ni halali. Nikamwambia mimi usitishiki kwa sababu ni kitu halali. Nikaingia pale nikawakuta viongozi wa CCM. Kati yao kuna yoyote ambaye unamfahamu? Wote wawili nawafahamu kwa majina. Walikuwepo nani na nani? Alikuwepo Kingazi ambaye sasa hivi ni katibu wa CCM wilaya ya Moshi, na Ndekubali mwenye katibu wa CCM mkoa, lakini sijui mkoa gani, ila tulikuwa naye akiwa mkoa wa Arusha huu. Alikuwa ni katibu wa mkoa hapa Arusha nakumbuka, na tulikuwa tukifanya naye kazi wakati huo nikiwa CCM katibu mwenezi wa chama. Kwa hiyo wakajua kabisa mimi nimeondoka na siri zote za chama. Basi wakaanza kuninyang'anya ile daftari la kudumu la wapiga kura. Hapo tukaanza kuparangana. Cha kwanza kabisa Kingazi alikimbilia sehemu zangu za siri. Akanikamata sana sehemu za siri. Ikabidi kwa kuwa nimeishiwa nguvu, ikabidi niachie ile karatasi. Ile kitabu nikakiachia. Wakachukua. Ndekubali akaninyonga, madereva wao wakaanza kunipiga kichwani kunikanyaga kwenye mbavu. Na hata ukiangalia mguuni hapa wamenipigiza kwenye gari. Naona mguu hapa. Wamenipigiza kwenye gari na sijui kama mguu wangu ni salama hapo ndani.